Hivi ndivyo programu ya watoto ya siku ya Sabato itakavyoendeshwa. Kwanza kabisa, kiongozi wa watoto ataenda mbele ya kanisa na ataeleza jinsi programu ya watoto itakavyofanyika. Ataeleza namna ya programu ya watoto itakavyofanyika siku hiyo Sabato, na katika vipengele vyake vyote atawaeleza washiriki. Na katika programu ya siku ya Sabato, programu ya huduma itakuwa na vitu vikuu vitatu. Jambo la kwanza, kutakuwa na kisa cha watoto. Jambo la pili, kutakuwa na mbio za kusambaza barua za upendo wa Yesu. Na jambo la tatu, kutakuwa na hubiri fupi lenye wito pamoja na ombi. Kumbuka, hubiri hili au wito huu utaweza kutolewa na mchungaji au kiongozi wa watoto ama mzee wa kanisa yule aliyeandaliwa kwa ajili ya huduma hii. Na vitu vyote hivi, yani programu zote hizi tatu, zipo ndani ya kitini kilichotolewa cha somo la Sabato ya watoto la Julai 25, 2026. Kama ilivyoelezwa katika kitabu, utaratibu utakuwa hivi. Uangalia hapo kitabu, utaona kuna sehemu imeandikwa yaliyomo, utaratibu wa program, namna ya kusoma fungu kuu, kisa na barua ya upendo wa Yesu kwenye kabati, vituo vya mbio za barua za upendo wa Yesu, na humo ndani kuna kituo cha kwanza mpaka cha 6, na kisha kutakuwa na wito na ombi la kufunga. Basi twende moja kwa moja kwenye maelezo ya namna programu hii itakavyofanyika. Maelezo haya yatakusaidia mwalimu kufanya ubunifu. Maelezo haya yatakusaidia mwalimu kuelewa namna ya kutenda, ama ufanye nini, ama uanzie wapi kwenye kuiendesha programu ya siku ya Sabato. Basi twende moja kwa moja pasipo kupoteza muda. Utaratibu wa ibada utakuwa hivi. Kama ilivyo kawaida, wahudumu watapangwa. Yaani, mhudumu atakayesoma fungu kuu, mhudumu atakayesoma sadaka, mhudumu atakayetoa wito wa madhabahuni. Inapendekezwa kuwepo na muda wa kipindi hiko, lakini pia kutakuwa na mhudumu atakayetoa somo kuu. Yote haya ukumbuke ya kuwa katika kile kipengele waweza kuweka mtoto kwa ajili ya ombi ili kuwafanya watoto kushiriki. Basi twende sehemu ya kwanza. Wahudumu wanapoingia. Wahudumu wakiingia, kutakuwa na wahudumu wengi tofauti na siku zote. Kwenye programu hii ya watoto kutakuwa na wahudumu watatu ambao mmoja ni wa ombi, mmoja ni wa somo la sadaka, na mmoja ni kwa ajili ya kisa. Lakini kwenye upande wa fungu kuu kutakuwa na watoto 6. Hao watasoma fungu kuu kwa utaratibu tutakaoueleza hapo mbeleni. Kumbuka, kunapaswa kuwekwa vituo 6 ndani ya kanisa ili kurahisisha uelezwaji wa barua hizi. Yaani, kipindi kile cha kusambaza barua za upendo ni lazima kuwepo na vikosi 6. Tutaona ni namna gani ya vikosi hivi vitakuwako wakati wa huduma kuu. Kumbuka, watu wa fungu kuu, watoto yani, wanapaswa kuwa watoto 6. Kwa nini watoto 6? Twende moja kwa moja. Tufanye sasa kwa mfano dhahiri kama tunavyoifanya
huduma. Tutaweka mfumo mfupi wa ibada. Watu wataingia. Baada ya wimbo wa kukaribisha wahudumu, wataingia watu. Shemasi ataingia kama kawaida. Mtu wa sadaka ataingia. Mtu wa ombi ataingia. Mtu wa fungu kuu, yani wale watu 6 ambao wanahusika na fungu kuu watakuwepo. Kutakuwa na mtu wa kisa cha watoto, na kutakuwa na mhudumu pamoja na mwenyekiti. Ili kurahisisha usimamiaji, mwenyekiti anaweza akawa ni mkurugenzi wa idara ya watoto ama mwalimu wa watoto, mtu ambaye anaweza akasimama baadaye kama MC. Vinginevyo awekwe mtu ambaye atasimama kwa ajili ya kusimamia taratibu na kutoa maelekezo kwa watoto pale yatakapohitajika, ili watoto wasije wakachanganyikiwa. Baada ya watu hawa kuingia, mhutubu baada ya kupiga magoti atasimama, mhutubu ataomba, na akisha kuomba taratibu itafuata. Sasa tunapoenda katika fungu kuu itakuwa hivi. Fungu kuu letu linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili 3 mstari wa 3. Lakini halitasomwa na mtu mmoja. Fungu hili litasomwa na watu 6 waliogawanyika katika vipengele 6. Watagawanyishwaje katika vipengele 6? Neno litakalo wagawanya ni neno upendo, ambapo ndani yake kuna herufi 6. Na kila herufi itasimama badala ya kipengele cha fungu. Kwa mfano, neno u litakuwa na kipengele cha fungu kinachosema ni dhahiri kwamba. Yani itakuwa hivi. Watoto hawa 6 watakuwa wamebeba bahasha zao. Na hizi bahasha, mbele ya bahasha, sehemu ambayo washiriki wanatazama, kutakuwa kumeandikwa herufi. Wa kwanza atakuwa na herufi U, wa pili atakuwa na herufi P, wa tatu atakuwa na herufi I, wa 4 atakuwa na herufi N, wa 5 atakuwa na herufi D, wa 6 atakuwa na herufi O. Na hizi herufi zitaelekezwa kule kwa washiriki. Lakini upande wa watoto, huku unapowaangalia watoto walionyanyua karatasi juu, yawezekana ukarahisisha mwalimu, watoto wakakariri kila mmoja kipengele chake badala ya kusoma watoto wakakariri. Ama ukiona watoto watashindwa kukariri, ukawaandikia nyuma ya bahasha hizo. Kwa hiyo mwenye kipengele U atakuwa na kipande kinachosema ni dhahiri kwamba. Mwenye kipengele P atasema ninyi ni barua ya Kristo. Mwenye kipengele I atasema iliyoandikwa si kwa wino. Mwenye kipengele N atasema bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Mwenye kipengele D atasema si katika mbao za mawe. Mwenye kipengele O atasema bali katika mbao za mioyo ya wanadamu. Ili kupendezesha zaidi, unaweza ukamfanya mtu mwenye kipengele U yeye akasema, fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili 3 mstari wa 3. Nalo linasema, ananyanyua kipengele U akisema, ni dhahiri kwamba anayemfuata naye ananyanyua ninyi ni barua ya Kristo. Anayemfuata naye ananyanyua iliyoandikwa si kwa wino. Anayefuata naye ananyanyua bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Anayefuata naye ananyanyua si katika mbao za mawe. Anayefuata naye anamalizia kwa kusema bali katika mbao za mioyo ya wanadamu. Nasemaje? Washiriki wanaitikia amina. Fungu kuu linakuwa limeisha. Hicho kitakuwa ni kipengele cha fungu kuu. Baada ya hapo, taratibu zingine zote za ibada
zitaendelea kama kawaida. Na baada ya taratibu hizo za ibada, kabla ya kuingia kwenye mahubiri makuu, kutakuwa na kipindi cha kisa. Mtoto huyu ataandaliwa vizuri kwa ajili ya kusoma kisa. Mwalimu unapaswa kuwa mbunifu ili kufanya kisa hiki kishikwe kiurahisi na watoto na kieleweke kwa urahisi na wazazi wafurahie. Tunaenda katika kipengele cha mwisho cha muhimu na kipengele kinachohitaji umakini. Hii ni programu ya vituo vya mbio za barua za Yesu za upendo. Namna itakavyofanyika. Kanisa litagawanywa katika vituo 6. Kila kituo kikuwa kimechanganyika watu wazima pamoja na watoto, na kila kituo kitakuwa na nembo yake, ama utaweka kibao ama karatasi ama bango ama manila shiti ya kutambulisha kituo hiko. Kisha utachukua watoto 6 walioandaliwa. Watoto 6 wengine walioandaliwa wakiwa na bahasha zao zilizoandikwa kulingana na maelezo ya kila kituo. Hawa watoto wataenda katika vituo vyao kusimama, kila mmoja akijiandaa kwa ajili ya kutekeleza programu yake. Mambo haya yanapotokea, waweza akawa mwenyekiti anazungumza ili kuhamasisha watoto kufanya tukio pasipo kusahau, ama kuwe na MC anayeongea na kuzungumza tukio hili linapoendelea kufanyika, na migawanyiko hii ikiwa inaendelea kutokea. Baada ya kugawanya vituo, tutaanza na kituo cha kwanza. Katika kila kituo kuna maelezo yake ya namna ya kufanya, namna ya kutenda na shughuli zitakazofanyika ndani ya kituo hicho kama ilivyoelezewa kwenye somo. Kituo cha kwanza kitakuwa na neno lililoandikwa njia ya upendo. Njia ya upendo. Naam, katika kituo hiki mtoto atakuwa amesimama, ameshika bahasha yake. Yaweza ikawa ni manila shiti, waweza chora bahasha kubwa, ama waweza kuwa na ubao. Yote yafaa, ubunifu wako ni wa muhimu. Yote yafaa, kwani ubunifu wa mwalimu ni wa muhimu. Ndani ya bahasha ya huyu mtoto kutakuwa kumewekwa karatasi nyeupe zilizokatwa kwa maumbo ya kopa kuashiria moyo wa upendo. Kumbuka, juu ya bahasha hii kutaandikwa bahasha. Kila bahasha itaandikwa kulingana na muhusika wa tukio hilo. Bahasha hii ya mtoto katika kituo cha kwanza itaandikwa barua kutoka kwa Mariamu wa Bethania. Na hapo ujumbe huu utakuwa umeshawasilishwa. Ndani ya bahasha tumeshasema kunaweza kukawa na maumbo yaliyokatwa ya karatasi nyeupe kwa muundo wa kopa. Na huku MC akiwa anaendelea kuzungumza, mtoto atasogea, na mtoto akisogea atafungua bahasha yake, na ndani kutakuwa na karatasi iliyoandikwa ujumbe uliotoka kwa Mariamu. Naye atasoma akiwa na tabasamu na furaha, akiwa anawasilisha ujumbe kutoka kwa Mariamu wa Bethania. Na baada ya hapo atazichukua zile karatasi zilizoko ndani ya bahasha yake, atawagaia watu
atawapa na kalamu za kuandikia kama zipo, kama wanazo sawa, na hawa watu wataandika kila mmoja kwenye lile umbo Yesu anampenda. Anaandika jina la mtoto aliye karibu naye, anaandika jina la mwenzake aliye karibu naye, na kisha watabandika karatasi hizo katika manila shiti ama ubao kuashiria upendo. Kisha MC atakuwa akiendelea kuelezea tukio hilo linamaanisha nini kama ilivyoandikwa. Katika kituo cha pili vile vile mtoto atakuwa amesimama na kutakuwa na kibao kinachoelezea ikulu teule. Mtoto wa kike ambaye atakuwa na taji kichwani ataandaliwa vizuri kuonyesha malkia. Ikiwezekana tengeneza mazingira ya kikosi hicho yaashirie utawala wa kifalme kabisa. Mkiweza pamba na rangi, weka rangi vizuri, ionyeshe jinsi ambavyo hapa unaenda kumwasilisha Esther. Kumbuka mtoto mkononi awe na bahasha yake kama kawaida iliyoandikwa barua ya Esther, aisome. Na akimaliza kusoma, unaweza kutumia kifaa cha kukatia biskuti, maumbo ya biskuti, ukatumia rangi au wino, na ukawaruhusu watu katika kikundi hicho kuweka alama katika bango ambalo umeliweka pale nyuma au manila shiti kubwa. Alafu utaalika kila mtu achovye katika wino kile kilicho kukatia biskuti ama vikaratasi vidogo vyeupe ambavyo vinaweza vikatumika kama alama ya kubandika katika shiti hiyo ili kuonyesha kutia muhuri. Hii ni jambo la kusudi sana, ni jambo la msingi. Kumbuka, unaposimamisha mtoto nyuma yake unaweza ukatengeneza bango au manila shiti kubwa yenye maandishi nimepigwa muhuri kwa kusudi. Soma kwa makini, kuwa mbunifu na fanya siku hii iwe ni bora na ya pekee. Kituo cha tatu vivyo hivyo kitakuwa na njia panda ya msimamizi. Utapamba eneo kwa rangi ya vitambaa kijani au bluu. Weka nyavu za kuvulia samaki pale pembeni au neti kuashiria mazingira ya wavuvi. Unaweza kutumia kabeseni kadogo ama kaswimming pool kadogo kwa ajili ya kuashiria mazingira ya bahari. Kisha mtoto atasoma barua ya Petro, na baada ya hapo atagawia watu wazima pamoja na watoto vikaratasi ambavyo utavihitaji. Utawahitaji watu kuandika mambo na kutupia ndani ya kibeseni, na MC ataeleza tukio hilo linamaanisha nini kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha watoto. Kituo cha 4 ni njia ya maajabu. Pamba eneo kwa maua, weka manila yenye maua ama rangi. Kwa pembeni weka kioo ambacho mtu anaweza kujiangalia na kuona jinsi alivyoumbwa. Hii itapendezesha zaidi. Alafu mtoto atakuwa na bahasha yake. Atakuwa na bahasha yake kama wale wengine walivyokuwa wameshika bahasha, lakini sasa huyu atakuwa ameshika kafimbo. Kumbuka bahasha hii itakuwa imeandikwa barua ya Daudi. Kwa hiyo atakuwa ameshika kafimbo, ameshika na bahasha yake. Umeona anawasilisha, lakini kwenye namna ya kutenda unaweza ukaandaa udongo, ukaweka na kadonge kidogo cha unga ambacho kimesha kandwa, ama udongo, kitu ambacho unaweza kutumia kutengeneza umbo, ama karatasi, ama chochote kile ambacho mtu anaweza akachora kitu akaumba kitu. Kisha uwagaie watu ili kuunda kitu anachokipenda na kuhakikisha baada ya huduma anaweza kukibeba kwa ukumbusho, kwa kuona jinsi ambavyo Mungu anatenda mambo kwa uajabu. Alafu tunaenda kwenye kituo cha 5, vifungo vya familia. Andaa mazingira kuashiria mazingira ya nyumbani, sehemu watoto watakayokaa pamoja na wazazi kama washauri wao, kuakisi mazingira ya nyumbani. Kisha mtoto mwenye barua atakuwa ameshika barua iliyoandika barua kutoka kwa Ruth, na barua hii atakuwa ana barua ndani ya kuisoma. Atakuwa na karatasi iliyoandikwa barua ya maandishi kwa ajili ya kusoma.
Akimaliza kusoma, unaweza kuwapa watoto ama wazazi vitu vyenye alama, viwe ni vifungo ama nini, vyenye alama ya nembo ambavyo vinaweza vikaunganishwa kwa pamoja kuonyesha umoja na ushawishi wa umoja ndani ya familia. Kituo cha 6 itakuwa ni nuru ya Mungu, njia ya kiongozi. Waweza kupamba sehemu hii kwa vifaa vyenye kung'arang'ara. Weka vitaa, unaweza kaka vitaa vyenye kung'arang'ara kuonyesha mwanga. Ukiweza kutengeneza mawingu, unaweza ukatengeneza. Eneo hili likawa ni bora, linaloashiria uwepo wa Mungu, wa nuru ya Mungu. Mtoto atakuwa ameshika barua kama kawaida, na barua yake itakuwa imeandikwa barua ya Gabrieli. Ataitoa na ataisoma, na kisha maliza. Unaweza ukatumia kalamu zinazoandika maandishi ya hafifu, zile kalamu ambazo zinaitwa UV peni, ama ikishindikana waweza kutumia penseli, alafu baadaye watu wakatumia kalamu kukoleza yale mambo walioyaandika, na MC ataelezea tukio hili linamaanisha nini kama ilivyoandikwa. Kituo cha mwisho kabisa ni kituo cha kuhitimisha, ghala la vifurushi. Hapa itajumuisha watu wote kwa pamoja. Unaweza ukarejesha sasa mazingira ya ibada yakakaa vizuri, kanisa likakaa vizuri kwa ajili ya watu kupokea ibada. Kukawa na mchungaji aliyeandaliwa, mzee wa kanisa ama mwalimu ama mkurugenzi wa watoto kwa ajili ya kutoa neno la mwisho la ibada. Kumbuka, mtu huyu atashika barua mojawapo na kisha ataelezea huduma yote iliyoandikwa kwenye kitabu cha watoto, na atatoa wito na kisha atahitimisha. Wakati mhudumu anaitisha wito, watoto watapita mbele. Wakiwa wanapita mbele na bahasha zao, watasema sisi ni barua ya upendo wa Yesu kwa ulimwengu. Mwalimu, unaweza ukabuni mbinu zaidi ya kufanya wakati huu uwe ni bora. Wakati watoto wanapita mbele, waweza kuwapa bahasha zilizoandikwa, waweza kuwapitisha pale mbele, na kisha mhutubu anaweza akasema, je, ninyi ni kina nani? Watoto wakasema, sisi ni barua ya upendo ya Yesu kwa ulimwengu. Maelezo zaidi yapo katika kitini cha mwalimu. Kumbuka, mwalimu unapaswa kuwa mbunifu. Tumia elimu hii, tumia maarifa haya, kutumia ujuzi wako kuiboresha kazi hii, na sabato hii ikawe ni bora na yenye kushawishi na yenye kumtukuza Mungu. Mungu akubariki.